Ili upate vya Mungu lazima kwanza umjue Mungu, ujue namna ya kuenenda katika njia ya kimungu, ujue namna ya kuingia. Hata kama utaingia duniani, ujue ni mambo gani utayafanya yatakupatia cha wale wa duniani, sababu Biblia imesema kwamba sisi mafanikio yetu yapo kwa wapagani. Ukisoma habari za wana wa Israeli na taifa la Misri, Mungu anamwambia Ibrahim, ni kweli nimekubalikia kila kitu, lakini uzao wako wataenda utumwani, lakini watakapotoka kwenye ule utumwa watatoka wakiwa na mali mengi. Biblia imeandika. Kwa hiyo utajiri wetu sisi watu wa Mungu, watoto wa Mungu, wana wa Mungu upo kwa mataifa. Kwa hiyo lazima Mungu akupe hekima na maarifa ya kujua namna ya kupata kile cha wale walioko kule duniani. Solomon, Mungu akamwambia, akamtokea katika ndoto, akamwambia, kwa sababu umeomba hekima, nitakupa na utajiri, na hakuna atakayekuwa tajiri mfalme kama wewe. Kwa hiyo sasa tunaanza kuona namna sasa anavyoanza kupata utajiri. Utajiri anavyoanza kupata, watu wanatokea duniani, mataifa wanakuja kutafuta hekima kwa Solomon, wanaleta utajiri, wanaleta dhahabu na fedha. Kwa hiyo lazima Mungu akupe kitu ndani yako ambacho kitavuta ule utajiri, na huo utajiri unatokea kwa wapagani. Leo hii unaweza ukaanzisha duka, ukaanzisha biashara, kampuni yoyote, lakini fedha nyingi zinatokea kwa wapagani, wale ambao hawamjui, kwa sababu Biblia inasema kwamba yule, hata wale ambao Biblia inasema kwamba yule ambaye anajiongezea anaongeza thamani kwenye kitu, yani unjust earning, yani anapata mapato tuseme yasiyo ya haki. Biblia inamwambia kwamba anakusanya kwa ajili ya yule anayesaidia wahitaji, maskini. Kwa hiyo kumbe sasa mimi kama ninasaidia maskini na wahitaji, kwa hiyo yule mtu ambaye anaenda kufanya ambavyo havimpendezi Mungu, anajitafutia mapato ya aibu, ufisadi, kwa hiyo yule ananikusanyia mimi ili mimi sasa nikaenda kusaidia wale wasiojiweza. Ukisoma habari za Yesu, alikuwa anasaidia watu wasio wenye uhitaji na nini. Sasa wakati Zakayo anasema kwamba mali zangu nitatoa kwa ajili ya kuwapa maskini, kumbe sasa Zakayo wakati anafanya ushuru, kuna vitu alikuwa anavifanya ambavyo havimpendezi Mungu, anajiongeza mapato mengine. Kama kodi ilikuwa ni 20,000, anasema fanya 25,000. Kwa hiyo kuna mapato mengine alikuwa anapokea yasiyo ya haki. Kwa akasema mali zangu nitatoa nusu, nitawapa maskini. Kwa hiyo kumbe sasa ikiwa ministry ya Yesu ilikuwa inasaidia maskini, so Zakayo kumbe alikuwa anakusanya kwa ajili ya kuwapa Yesu na ministry yake wasaidie maskini. Ndio maana pale unasikia mwanafunzi mmoja anasema, kwa nini hii tusiuze tukawape maskini? Kwa hiyo wote wanaofanya vitu ambavyo vinapendeza Mungu, utajiri wao umeandaliwa sisi. Kwa hiyo muamini Mungu, mwambie Mungu akupe kile kitu ambacho kitakufanya utajiriki katika dunia hii ambayo kuna watu ambao hawampendezi Mungu, lakini ndio wao wenye mafanikio. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia nami. Barikiwe sana. Karibu sana Mkuyuni kwa Pastor Tony. Tunawakaribisha sana, tunawapenda sana. Usisahau subscribe, comment na kushare. Mungu akubariki sana.